Afu mtoto mtaani bwana. Yaani wakishaona nimerudi tu makelele. Wewe! Shepu, kwati. Mnapiga pia makelele nini watu tumekuja kupumzika saa hizi? Hamna wazazi. Asiyekupa usimpe. Akapewa nani mpa. Make sure neno pa. Ninaendana na pe. Kiusahihi zaidi. Yusi ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa mama Aisha. Kwa nani? Kwa mama Aisha. Mbona akili timamu? Akili zako zina chaji. Umeshasema kwa mama Aisha. Ni mamako? Kaka. Lakini yule si ni kama mama yetu. Ni kama afukoma. Yule sio kama mama yetu. Mama yetu ameshakufa. It's dead long time ago. Do you understand? Kwa sababu niambia wewe kama mama yetu unaikosea adabu. Kwanza unataka usimwone juzi tu hapa. Unataka kutuletea majini utoke ndani, si ndio? Unataka tuanze kufuata na majini hapa na makombora, si ndio? Wewe ukome kama ulivyokoma kwa ziwa la mama yetu. Umeelewa? Dada yako alikuwa katulia tu ndani, nikimwambia anasikia. Mpaka kaolewa kaenda kwa mumewe. Wewe sikia kufa ile sio sikia dawa. Nitakufundisha jinsi gani wenzako wanavyosikia. Sio umeelewa? Sitaki uende kwa mama Aisha, nitakupasua. Na kuchinja. Kondoka hapa. Unapiga miguu. Nitakulamba. Pasua chupa. Upasuaje chupa kwanza? Anataka pasua chupa yangu. Mtoto usikii. Mama wewe mama ni jini, mchawi. Kila nikizungumza wewe. Poa. Baba nisaidie. Nakuja nitamlamba mimi mtoto nitampiga nimuue mpali huko. Afu wewe kimbia wewe. Wewe unakutamani. Piga chupa kichwa. Mbavu. Mwenzangu, hebu kwanza subiri kidogo, maana nimechoka balaa. Yaani hujachoka kama mimi. Mimi nimechoka hadi kubadilisha nguo, nimeona uvivu. Kabidi niende nyumbani nikaoge ndo nibadilishe nilale. Nimechoka hatari. Jua ni kali. Alafu leo ukizingatia na ile hali iliyotokea kazini, ndugu yangu, nina mawazo balaa. Yaani nahisi kabisa yule bosi atahisi mimi nimeshaanza kuleta jonja kazini kwake. Na ukizingatia kama haijawahi kutokea hali kama hii na sasa hivi imejitokeza, anahisi kabisa nimemwibia hela yake, lakini kumbe hapana. Wewe Aisha, hata usijali. Zile changamoto mwenyewe nishakutana nazo. Na hata bosi dada vile alivyokuambia, yeye kakwambia tu vile ili siku nyingine uwe makini. Lakini haizi atakuwa mkali kiasi hicho. Anakuwa tu mkali pale vile mara ya kwanza. Kwa hata usiogope. Hivyo nilimsikia alivyosema, lakini ikijirudia kwa heri, kazi sina. Hivyo nafikiri mimi nitaelekea wapi? Mimi namjua bosi dada, zile mbwembwe tu. Alafu wale wateja kule, wale mafundi, yani ndo walivyo. Wanafanyaga maksudi. Alafu ukienda pale wanaenda kumwambia bosi dada anakuja kukuuzia kibao. Lakini bosi dada ana mambo haya. Wewe cha msingi tu hapo uwe makini kufanya kazi, bosi dada utaishi naye vizuri tu. Ila nashukuru Mungu leo.
Bravo kaenda wapi? Hao mapenzi ndio yamefanyisha akimbia hapa kijijini. Ona sasa hiki kijiji ambacho kimepoa sasa hivi. Na kama unamfikiria Aisha na kumkimbiza, Aisha akakimbia mwenyewe usiku wa manane hapa kijijini. Au mapenzi na lile tanuri lake, nani ambaye anaweza kuliopoa pale? Sitakuwa linaharibika. Babu, uko wapi rafiki yangu? Maisha wapi hivi ndugu yangu? Hivi nimetoka kule na kusikiliza wewe. Wewe umepatwa na nini mshikaji wangu? Yaani toka nimetoka kwa mama nani kule, peke yako unaonyesha vitendo, unapeleka huku, unapeleka huku, unapeleka huku, unapeleka huku. Hebu niambie mshikaji wangu umepatwa na baya gani? Yaani umekutana na masaibu gani? Hapana, mimi sio chizi. Sasa kama sio chizi, mtu unajiongelea kwa vitendo. Mimi nimetoka kule na kuona unavolosoka. Mikono hivi, na kichwa umesikitika niko na. Huyu inawezekana atawakicha. Vipi? Yapi na kusibu ndugu yangu? Ila ninawaza kuhusu rafiki yangu Bravo. Manyota, wewe unawaza tu kuhusu Bravo. Bravo ni ngedele tu kama ngedele wengine hapa kijijini wanaolukaluka tunakula maembe ya kijiji. Achana nayo mambo, focus na sisi watu wenye namna gani vipi sababu tutamogaiza about Juma Komgunda tu fight hela. Sikia niambie kitu kimoja. Mimi Bravo namkubali sana. Tena ni rafiki yangu mkubwa na tunasaidiana sana. Laiti kama huyo Aisha, yaani Aisha ndio dadangu mimi. Wallahi na pia nisingeweza kumruhusu aolewe na yule mkatamka. Alafu wewe ulisikia wapi? Mkatamka aliyefanikiwa akamiliki labda gari, akamiliki bodaboda. Hebu niambie, wewe ulisikia wapi? Wewe uliona wapi? Na nasema kwamba yani ni hivi. Yaani si nisemaje maana mnalosoka mpaka leo inaniuma. Yaani ingekuwa kwa hiari yangu binafsi mimi Velano, ya Mungu huyu Bravo hata hapa kijijini nisingetaka kumuona. Yaani ningemuondoa kabisa. Hivi alafu Manyita, unaweza kaniambia Aisha yuko wapi? Maana mama yake anavoteseka, yani anavozidi kuumia kiasi kwamba hata kijiji na chenyewe kinakuwa kinateteleka. Hebu niambie. Wewe unaweza kaniambia Aisha yuko wapi? Sikiza nikwambie wewe fisi. Na kushangaa sana. Kijana mdogo unaosupport uchawi. Alafu mama Aisha ni mchawi kama wachawi wengine na hataweza kufanikiwa kamwe. Sijui unanielewa, kwa sababu Aisha aliondoka mwenyewe na hakuna mtu yeyote ambaye alimfukuza na Bravo hana baya lolote lile. Unakera sana mchikaji wangu. Ila mimi sikufichi. Na mtu anayemuuzi Bi Aisha hapa kijijini, wallahi wa billahi lazima atapotea tu. Labda niwe sio mimi mwana wa jamba ya mfipa. Manyota, angalia sana. Chunga hiyo sana. Na kitu nilichokutana nacho huko Manyota. Yaani laiti kama ungekutana nacho wewe, laiti kama ungeona leo hii, sidhani kama ungefanikiwa kufika kesho.
Salama, habari yako? Kwema ndio. Tupo hapa tunaendelea kufanya usafi shambani. Haya. Dada, samahani. Nilikuwa naomba unisaidie kikombe chako cha ninayo mikono yangu kidogo. Asante sana. Sawa. Dada, samahani. Sura yako ni ngeni hapa kijijini. Hivi wewe ni mwenyeji hapa kweli? Ndiyo. Mimi ni mwenyeji, ila nilikuwa masomoni. Ndio nimerudi sasa. Mimi ni mtoto wa mzee Uwesu. Ina maana unataka kumaanisha kwamba wewe ni dada yake na wewe mlevi? Ndiyo. Dada yangu, kwanza hongera. Maana pale kwa kakako kichwa umepata. Kwa nini? Yaani yule kakako anaongeaga pointi sana. Laiti asingelikuwa mlevi yule, naamini ndoa zote hapa kijijini zingekuwa zinadumu. Bwana, mimi sitaki kusikia hizo pointi zako. Yule cha pombe sijui mnamuita Kwankwala, sijui Kwankwarukwa. Yule anaitwa Kwankwala. Huyo kafanya nini? Nasemaje? Mwaka huu asipoingia kwenye mtumbwi wa Kibwengo, basi ataingia kwenye mtumbwi wangu wa jehanamu. Sasa mimi nataka umfikishie habari. Yaani kama ninavyokufikishia umfikishie habari. Huyo Kwankwala. Sijui Kwankwarukwa, maana anaweza kana anajiita Kwankwa. Sasa kamwambie Kwankwarukwa kwetu sisi njiwa. Kama ameanza kumletea biaisha Kwakwala hapa kijijini na kumkosesha raha mama wa watu. Kwani huyo Kwakwala kafanya nini? Kwakwala ameeneza habari za kipumbavu sana hapa kijijini. Hakuna kitu kinaniuma, hakuna kitu kinanikera kama yeye kumwenezea habari za kipumbavu hapa kijijini. Mama wa watu anaonekana mjinga. Yeye anafika kwa kusema mama watu mchawi. Wewe yule mama alimwoga nani? Mimi nasema hivi. Sitaki kuzungumza mambo mengi. Nene nalimwana waliamba liamfipa mwizikuru kamfune mkulanganda ntalala pa mwanda wanda mzima. Sijui unanielewa vizuri? Nakuelewa. Nataka ukifika ukamfikishia habari ukiwa zinatoka kwenye kitu chako na machungu kama unaniona nilionayo. Sikiliza bwana Farii. Ila yule cha pombe mimi nachoona kama hajakosea hivi, kwa sababu huyu bi mkubwa huyu navosikia sina uhakika. Na hizi habari alizozizungumza yule cha pombe naona kama zina mashiko hivi, au nitakuwa nakosea kusema hivyo? Wewe mbona kama nakuwa sikuelewi? Wala uingie kwa mlevi mara utoke kwa mlevi. Unajua nyinyi mafundi na walevi the same. Yaani nakuwa sikuelewi kabisa. Inawezekana nyinyi mafundi na walevi mnakaa kitako kimoja na kuanza kujadili mambo yasiyohusiana. Bwana wewe mimi sikuelewi.
Sijui unanielewa vizuri. Mimi sikuelewi. Ina maana kumbe leo unatoka kwenye mada unamuunga mlevi. Yaani unatoka kwa Bi Aisha unamuunga mlevi. Ina maana wewe na mlevi the same. Hapana. Umenielewa vibaya. Sasa mimi nasema hivi. Ninavyosikia ni. Kwa nini usikie? Kwa nini usikie vitu ambavyo uvisadiki? Kaka, si nina masikio. Watu wakisema jamani masikio haya asikii. Basi nasema hivi, naomba umfikishie habari zake, na kama ukumfikishia hizo habari zake, basi na wewe nakuweka kwenye kwenye namna gani? Sasa sikia. Ujumbe wake nitamfikishia. Tusifike mbali kaka. Mimi simo kabisa kwenye hayo mambo. Nilikuwa nahisi tu na kusikia. Lakini maagizo ulioniagiza nitayafikisha. Basi inshallah. Naomba kila mmoja afanye yake. Naenda zangu huku na wewe nenda zako huku. Basi inshallah. Sawa. Goma bora Afrika dunia. Goma hilo. Wewe. Mimi wewe. Nakola za don. Wewe utalogwa wewe. Wewe nakwambia utalogwa. Mimi sasa hivi tumetoka kukuzungumza, nina ujumbe wako hapo unaponiona. Wewe utalogwa wewe. Na hiyo mipombe yako nakwambia utalogwa. Asa utaloga mimi au utaloga pombe? Nilogwe pombe ndio inayotembea hapa. Pombe ndio inayotembea. Unajotoa ufahamu Mimi na ujumbe wako hapa unaponiona. Nina maagizo yako. Hapa unaponiona na maagizo yako. Ndio maana nakwambia wewe utalogwa. Ayo ngoko kitu kimoja. Unaniambia nini? Hata Biblia yenyewe imesema wanakuja manabii wa uongo, wanakuja nabii wa ukweli. Sasa mimi nabii nasema ukweli, hamutaki ukweli. Upi? Mpaka uongo. Ukweli upi wewe unaujua wewe ukweli upi? Niambie, ukweli upi? Wewe utalogwa. Bwana sikuangalia usoni nitakuonea aibu. Utanionea aibu? Nitakuonea aibu kwa sababu mmeshakuwa mnakiongea wewe na shoga yako. Nimewasikiliza vyote. Najua A mpaka H. Sijui umenielewa? Hapo sikutaka kuwafuata pale kwa sababu nitaonekana labda mimi mkorofi. Sawa, sikatai. Okay. Anyway, nikawacha mnatembea na ushoga yenu na shoga yako alovaa juba nini? Kwa nini na mipombe yako hiyo? Nini unachokijua wewe? We kazi kulewa. Unajua nini? Wewe utakuja kulogwa mimi nakwambia. Na hiyo mipombe inakufanya unajiamini sana. Unazungumzia maneno ya watu tu. Unapojisikia unaongea. Utalogwa mimi nakwambia. Wewe pombe maneno ya wewe. Wewe kama mimi nakunywa pombe. Wewe mimi nakunywa pombe. Wewe unapojiona hapo wewe mzima wewe. Mimi nani anakunywa pombe? Wewe kwanza wewe na shoga yako yeye ndo alevi. Mimi sio shoga bwana. Wewe ndo alevi. Wewe ndo umelewa kwanza. Wewe ndio. Mimi nimelewa. Wewe umelewa. Kama nimelewa mimi wewe simama na mguu mmoja huko. Wewe unaweza. Hebu simama mguu mmoja kama hujaja. Wewe unaweza. Wewe unaweza. Na mimi naweza. Naweza. Nisikilize. Afu mwambie shoga yako la Fadela. Sina shoga. Samahani. Samahani, rekebisha Kiswahili. Mwambie hivi. Wewe mama Aisha, sibi Aisha, nitamfuatilia mpaka kiyama.
nitafufuka naye, ukweli nitazungumza. Yule mama kelele, mbea, mchawi, muongo, mbea, mnafiki. Alafu hapa nikuimbie tu utaarabu moja ambao hujui. Eka yao mbea nadhani unasijua. Ukikosa kuchambwa mingumi unachezea. Ukitaka kubifu njoo menkonyeshe show. Wewe uniwezi kwa ukikeni wala kwa umumeni. Unaladeki. Nisikilize nikwambie kitu. Usinicheleweshe we mlevi. We bwana, shauri lako utajua mwenyewe. Shauri yangu. Na mipombe yako utajua mwenyewe. Shauri yangu yako we nenda huko. Shauri yangu. Usinichanganye, nenda huko na mipombe. Toka. Talogwa mwenyewe. Nani alogo? Muone. Mimi. Unajiamini unatembea tu. Ulizana utanikimbia. Umemuua mwanao, halafu wewe unakuja kulala kwenye miti mikubwa hapa, umestarehe kabisa, hata wasiwasi. Sasa basi utakufa kama alivyokufa mwanao. Hapana. Aisha, una nini? Asianka, nimeota ndoto mbaya sana. Ndoto gani? Nimeota mama anamchoma mkuki mume wangu. Pole sana rafiki yangu, lakini hiyo ni ndoto tu. Usiifanye ndoto, usiifanye ikawa kweli kwenye moyo wako. Hapana Asianka, moyo wangu haupo sawa kabisa. Nahisi kabisa kuna jambo baya litakalomkuta mume wangu. Hapana Aisha, hiyo ni ndoto tu. Hebu tulia, tulale, kesho tuwahi kazini. Sasa kuzima taa. Aisha, ina maana kile ulichokuwa unazungumza ulimaanisha? Leti kama ningejua yale maneno uliokuwa unaniambia unamaanisha, nisingelala usingizi wa kifo. Aisha, umeniacha katika wakati mgumu sana. Hata mimi sijui wapi ulipo. Aisha!
Mboka machozi yananitoka na nikikuwaza mwili wangu nachoka. Nafikiria sijui ni lini mpenzi utanipigia. Nako penzi